Kama wewe ni kama mimi, unavyozidi kuzeeka, ndivyo unavyoweza kuwa na mazungumzo na watu na utatumia msemo siku zile nzuri za zamani. Kweli napenda kusikia baadhi ya hadithi hizo kwa njia. Nilipenda kuzungumza na baba yangu kabla hajaenda nyumbani mbinguni kuhusu jinsi ilivyokuwa kukua kwenye shamba huko Minnesota. Alikuwa kama kijana wa shambani akikamua ng'ombe saa 11 asubuhi na kisha alitembea maili 2 hadi shule yenye chumba kimoja akiwa na kiazi mfukoni. Na alipofika kwenye shule hiyo, yeye na wavulana wengine kadhaa wangeweka viazi vyao juu ya jiko jeusi lenye tumbo kubwa katikati ya darasa hilo, na viazi hivyo vingepikwa asubuhi, na hiyo ingekuwa chakula chao cha mchana baadaye. Bila shaka hadithi hiyo, unajua, ilifanya nijisikie na hatia kama mvulana kwa kulalamika kwamba nilikuwa na sandwichi ya bata mzinga kwa chakula cha mchana badala ya sandwichi ya siagi ya karanga na jeli. Naam, haijalishi tuna umri gani, unajua, tuna tabia ya kuangalia siku hizo za zamani kama zile siku nzuri za zamani. Inaonekana kila kitu kilikuwa rahisi zaidi wakati huo, labda hata safi kidogo. Lakini ukweli ni kwamba nyakati zinaweza kuwa zimebadilika, lakini asili ya binadamu haijabadilika. Jamii ya binadamu ni wenye dhambi tu. Wanahitaji ukombozi katika zile, unajua, siku nzuri za zamani, au hata miaka 1000 iliyopita, kama vile jamii ya binadamu inavyohitaji toba leo. Naam, nabii Hosea anaanza kuelezea Israeli hapa, na inasikika kama anawaelezea watu wa siku zetu. Kwa kweli, dhambi zilizotawala ufalme huo wa kale wakati huo hazitofautiani sana na zile zinazokumba dunia yetu leo. Sasa tuko katika sura ya 4 na kuanzia hapa na kuendelea, kwa kweli, kwa sura kadhaa tunapewa orodha ya dhambi za Israeli, na tutazipitia katika safari yetu ya hekima leo. Aya ya ufunguzi inazifupisha vizuri. Hosea anaandika, Bwana ana mashitaka dhidi ya wenyeji wa nchi. Hakuna uaminifu au upendo wa kweli. Hakuna maarifa ya Mungu katika nchi. Badala yake kuna kuapa, kusema uongo, kuua, kuiba na kuzini. Wanavunja mipaka yote, na umwagaji damu unafuata. Umwagaji damu. Siku zile nzuri za zamani hapa zinafanana sana na siku hizi za sasa. Hosea anasema hapa katika aya ya 3, kwa hiyo nchi inaomboleza. Kwa maneno mengine, ukame. Hii ni hukumu ya Mungu iliyotabiriwa kwa kutotii, ambayo sasa imekuja juu ya nchi. Watu hawa hawawezi kulaumiana kweli wao kwa wao. Ukweli ni kwamba wote wanalaumiwa. Kwa kweli, hii inajumuisha hata makuhani ambao wanashindwa kuwafundisha watu neno la Mungu. Inasema hapa mwishoni mwa aya ya 1, hakuna maarifa ya Mungu katika nchi. Unaona, ibada ya sanamu inajulikana katika kitabu cha Hosea kama uzinzi wa kiroho, na hiyo inahalalisha hukumu ya Mungu. Tunaambiwa hapa katika aya ya 10 kwamba watu wamemwacha Bwana. Na kwa nini? Aya ya 12 inasema, watu wangu wanauliza kipande cha mti. Fikiria, wanataka ushauri kutoka kwa kipande cha mti badala ya neno la Mungu. Sasa hapa mwishoni mwa sura ya 4 kuna onyo fupi kwa Yuda kutofuata dada yake Israeli katika ibada ya sanamu. Tunafika sura ya 5 na Hosea anasema katika aya ya 4 kwamba matendo yao hayawaruhusu kurudi kwa Mungu wao. Kwa maneno mengine, mioyo yao mibaya inazalisha matendo mabaya, na upendo wao kwa matendo hayo mabaya unawazuia kurudi kwa Mungu. Unaona, hii inagusa kiini cha kuasi dhidi ya Mungu, sivyo? Inasema, mimi napenda dhambi yangu kweli. Mimi napenda dunia. Mimi nitaepuka kujisalimisha kwa Mungu, kwa sababu nikifanya hivyo lazima niache kile ninachopenda. Lazima niache mtindo wangu wa maisha wa dhambi. Sasa katikati ya hukumu hii, Hosea anawapa Israeli mwangaza mdogo wa matumaini. Na tunaona hili mara nyingi tunapojifunza manabii. Ni ukumbusho kwamba ingawa kizazi hiki cha sasa kitapitia hukumu, Mungu hajawaacha kabisa au milele watu wake wa agano. Kwa kweli, kuna maneno ya toba hapa katika mistari 3 ya kwanza ya sura ya 6. Haya yatatamkwa
na kizazi hicho cha baadaye wakati wa kurudi kwa Kristo kuanzisha ufalme wake. Tunasoma hapa katika mstari wa kwanza kwamba watasema, njoni turudi kwa Bwana, kwa maana ameturarua ili atuponye, ametupiga na atatufunga. Sasa kumbuka, kizazi cha sasa cha Israeli kitaendelea kuwa na ukaidi. Hawatasema maneno haya ya toba. Hosea anaendelea sasa kuorodhesha dhambi zaidi zao. Hapa katika sura ya 7 watampuuza Mungu. Watafikiria kwamba Mungu haoni wanachofanya. Kwa kweli, Bwana anasema hapa katika mstari wa 2, matendo yao yako mbele ya uso wangu. Kweli Mungu anaona wanachofanya. Mstari wa 11 unawafananisha na hua wanaovutwa kwenye mitego wanapokwenda Misri na Ashuru kutafuta msaada. Wakati mazao yao yanaposhindwa, hawatamlilia Mungu, lakini mstari wa 14 unasema wanalia vitandani mwao usiku. Nikuambie, hawashindwi tu kutubu, bali wanakataa kwa ukaidi kutubu. Hata ingawa hukumu hii kutoka kwa Mungu ni mwaliko kwao kutubu, wataendelea tu kulia vitandani mwao badala ya kumrudia Mungu. Sasa hapa katika sura ya 8 hadi 10, adhabu ya Israeli imeelezwa wazi kabisa kwao. Tai anayezunguka juu ya Israeli katika mstari wa kwanza wa sura ya 8 ni Ashuru. Ni kama tai anayezunguka. Wanasubiri kutua na kuangamiza taifa la Israeli. Sasa wakati wa Ashuru wanaposhuka, Hosea anasema watu wataanza kumlilia Mungu, lakini wakati huo huo wanataka kuendelea kulilia sanamu zao, vipande hivyo vidogo vya mbao na mawe. Kwa hivyo sura ya 8 na mstari wa 7 inatoa hukumu. Hosea anaandika, wanapanda upepo, watavuna tufani. Sikiza wapendwa, ni kweli katika siku hizi nzuri za zamani kama ilivyo leo. Unajua, baraka za zamani kutoka kwa Mungu hazitupi aina fulani ya ulinzi maalum kutoka kwa nidhamu ya Mungu ikiwa tutachagua kumwasi katika siku hizi. Kile kilicho kweli kwa Israeli ni kweli kwetu. Ikiwa tunatembea katika kutotii leo, wapendwa, tunayo chaguo mbili: kukiri dhambi zetu na kurejeshwa katika ushirika na Bwana, au kuendelea kupanda mbegu zaidi za dhambi huko nje na kutarajia si chochote zaidi ya kisulisuli cha matokeo siku zijazo. Sasa matokeo kwa Israeli yatakuwa ni kuhamishwa kutoka kwa nchi yao. Sasa hapa katika sura ya 9 na aya ya 3, nabii anatangaza hawatabaki katika nchi ya Bwana. Watakula chakula kichafu huko Ashuru. Aya ya 17 inahitimisha, Mungu wangu atawakataa kwa sababu hawajasikiliza. Watakuwa wapotevu miongoni mwa mataifa. Na sasa hatimaye kwa hilo, sura ya 10 hapa inatumia picha kadhaa tofauti kusisitiza dhambi ya Israeli na adhabu itakayowapata, na moja ya picha hizi inaonyesha Israeli kama mzabibu wenye afya na wenye matunda ambao Bwana alipanda katika nchi, lakini taifa lilipokuwa na kustawi kama huo mzabibu wenye afya, hawakumshukuru Bwana, waligeukia sanamu hizo. Hata mwishoni wanalia hapa katika mstari wa 5 juu ya kupoteza sanamu zao walizotengeneza hapa kama ndama. Kweli hiyo sanamu ya ndama haitawasaidia hata kidogo. Haitawasaidia kuepukana na kupelekwa Ashuru. Na Israeli inasikitishwa sana na hilo. Hapa wanakabiliwa na uhamisho. Wanakabiliwa na hukumu ya Mungu. Na yote wanayoweza kufanya ni kulia juu ya sanamu isiyo na uhai iliyotengenezwa kwa mfano wa ndama, kama unaweza kufikiria. Kweli hiyo sanamu haina msaada wowote na haitawasaidia dhidi ya mfalme huyo, jeshi hilo litakaloinuka dhidi yao. Kwa kweli, mstari wa 13 unafichua ukweli wa kusikitisha: mmeplo uovu, mmevuna dhuluma, mmeula matunda ya uongo, mmeamini njia yenu wenyewe na wingi wa mashujaa wenu. Tazama, watu wa Israeli wameweka imani yao kwao wenyewe, kwa mfalme wao, kwa mashujaa wao, majeshi yao, na katika hizo sanamu zilizotengenezwa kwa mbao na mawe. Wao walijua vizuri zaidi, walijua kuhusu Mungu wa kweli.
Lakini unajua, walimjua tu, hawakumjua kweli au kumfuata. Nataka kukuambia, mimi najua nazungumza na watu leo ambao wanajua yote kuhusu Mungu, lakini hawana hamu yoyote ya kumfuata Mungu. Nataka kuhakikisha leo kwamba hujaingia kwenye mtego huo, ukidhani tu kwa sababu unajua baadhi ya mambo kumhusu kwamba unamhusu kweli. Oh, ndiyo, sawa, tutaendelea kujifunza zaidi kumhusu pamoja. Hiyo ndiyo tunafanya katika safari hii ya hekima, lakini hebu tuhakikishe kwamba tumekiri dhambi zetu kwake binafsi na kwamba tunamtegemea Yesu Kristo pekee kama Mwokozi wetu na Bwana wetu. Basi hadi wakati mwingine, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.